Aya, kuna sinda ya polisi hapa. Kuna mtu anapigwa njana. Akipigwa nikakunja nikauliza alipigwa nini? Nikaambiwa nitafungiwa kule, nikamwambia anifungie, nikaambiwa nilitoa siri ya serikali. Nikamwambia mimi nitasema hata nikienda Wanguru, nikienda wapi nitasema vile mnasema na vile mnataka mnafanya. Aya, nikamwambia vile bangi mnajua watu wale walikuwa na bangi mnaenda kusukua pesa. Wale wanapika pombe wanaenda wakasukua pesa. Nikiwaambia wapeleke hospitali wakakataa. Nikapigia madam OCS simu. Nikamwambia kuna mtu anapigwa na walikataa kumpeleka hospitali. Madam akawaambia wakunje wampeleke hospitali na kuanzia saa hii aka ICU na walikataa kukunja hapa. Alitoka kwa hoteli. Alitoka kwa hoteli akienda nyumbani wakampigia hapa kwa barabara wakiitisha pesa. Wakati huu askari wako na sinda. Hii police station yetu iko na sinda sana. Kuna siku nilipata wezi kwangu, nikawalete hapa, bando wakaniambia ati wewe hujui vile unafanya, ondoka uende. Mimi nikaenda. Saa hii bando kuna sinda ingine. Jana usiku kulipigwa mzee. Sio mzee, ni kijana bado njoo ako na watoto wadogo. Na bando saa hii huyo kijana alipigwa, bibi yake bado ako na mimba, ako na watoto wadogo. Sasa wao watoto watafanywa nini? Tutawafanya nini sisi? Sisi tutaenda kufanya msango, tuwapatie chakula. Huyo bibi yake bado akienda hospitali, nani atamtoa huko na bado ako ICU huyu mama? Sasa tutafanya nini hapa? Sisi hatukai na amani kwa sababu askari wa hapa. Sisi kila saa watu wanasikwa, watu wanaletwa hapa, wakiletwa hakuna kutoka, unaambiwa 10,000. Kama hakuna 10,000, 20 uachiliwi. Hata kuko mtu mmoja na ako hapa ndani. Alikunja hapa Monday ndio amesikwa. Mpaka sasa ako hapa. Wakati tulifika hapa ndio aliambiwa atoke. Tukasema hapana, wacha akae huko. Mpaka serikali injue. Kutoka hapo iko mwingine usiku wa jana saa 3 walimsika wakampiga hata saa hii yako hospitali ICU. Ngoja ICU. Na ule amekuja kumsaidia pia naye akaambiwa atapigwa. Sasa wacha sio wewe tunaongea na wewe. Sasa hiyo mambo tukaona imezindi sasa. Sasa tukaungana sisi sote kama wakai wa Savingaliama. Sasa tukakaa sisi tukasema inatosa imetosa. Sisi hatutaki waende wote. Hatutaki. Sababu hata ule amempiga ako hospitali, hata huko ndipo amemweka bangi huko. Sasa tuseme ngoja si nyinyi mnaongea. Sasa mimi naonelea waende wote kwa sababu kutoka kitambo wale wamekunja hapa wote. Ukiingia hapa ukisikwa hakuna kutoka, kambura hauna pesa. Mimi ni mkaaji wa Itangi area. Mimi jana usiku kitu saa 3:10 niliitwa na namba yangu anapigwa. Nikienda nikakuta amepelekwa hapa pale kwa hospitali. Daktari akasema hawezi kumtimbu bila kupewa P3. Tukamwekelea kwa pikipiki, tukamleta hapa kwa station. Tukimleta kwa station, ile askari alikuwa hapo kwa ombi na mwingine walikuwa anampiga na yeye, wakamfuruta mguu, wakamweka kwa cell. Wakimweka kwa cell, mimi nikatoka hapo, nikaendea inchanji wangu wa area yangu na mtoto yake na watu wenye naishi kwake, nikakuja na wao kwa station. Nikikuja kwa station, nikuta askari kama samba, watu tumekutongojea hapa kwa barabara, wakatuambia watatupiga. Mimi nikaenda kuita assistant chief, nikiita assistant chief akakuja kwa station, mimi niliambiwa nisiingie kwa station. Kwa hivyo mimi nikakaa hapa nje. Tukakaa hapa mpaka kitu saa 7. Walikuwa wanasema ngali haina mafuta. Askari anaitwa Itele akasema ngali iko na mafuta sababu ilikuwa imewekwa lita 8 kutokwenda Nyeri wakasagwa. Kutoka hapo akakuja akawekwa kwa ngari akapelekwa Kembembe.
akaambiwa sasa lazima andimetiwe, sababu alikuwa amegongwa kichwa, amegongeshwa kwa kikingi ya stima na kifua. Sasa tumengojea hata saa hii, tumengojea x-ray ya kichwa na ya kifua. Ile kitu nimeongea na raia hapo, alikuwa akilalamika kwamba polisi wamekuwa wakiwasumbua kwa upande mmoja ama upande mwingine, lakini wakati nimewasikiza vizuri, wamesema kwamba polisi wamekuwa wakiwashika, wanawawekelea makosa ambao hawana. Lakini baada ya kuongea na wao tumeelewana kwamba kazi iendelee na wajaribu kusapoti polisi, ndio kazi ya polisi iendelee kuwa rahisi. Wao wenyewe wamekubali ya kwamba hata wao pia wako na makosa, kwa sababu wakati mwingine wakipata ripoti hawaleti kwa polisi, mtu ananyamaza nao. Lakini tumeelewana kama kuna ripoti ambao watakuwa nao, watakuwa wanapeleka kwa polisi na tutakuwa tuna act on that report. On the same note, pia nimeelezea kwamba kama kuna issue ambayo imeletwa kwa polisi na polisi hawajachukulia hatua, nimewapatia contact zangu na tumeelewana ya kwamba watakuwa wananiletea hiyo maneno na mimi nashughulikia pia, ama najaribu kuenforce tuone kama tumepata Itangi iko na amani na wanaendelea kufanya kazi zao vizuri. Kuna ile complaint ambao alikuwa ameleta pale na kuna hatua ambao tumechukua kama polisi, na nafikiri sitasema na hatua gani tumechukua, lakini kwanza ile complaint ambao alikuwa amesema kuna mtu ambaye ameumizwa, the case has been taken over by the DCIO. So as we are talking, there are some statements which are being taken by the DCIO, and if the inquiry file will be if the file will be opened na ionekana kwamba kuna makosa ambayo ilitendeka, then action will be taken